kwenu ni wapi? Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia mwingine muulize umetoka wapi? Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia watu watatu waulize unaitwa nani? Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia wengine wawili waulize unaitwa nani? Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia watano muulize umetoka wapi? Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Salimia wasita muulize kwenu ni wapi? Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo uonyeshe malengo. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tembea tembea kidogo uonyeshe Yesu anakupenda. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza maringo kidogo ucheze Mwokozi Yesu. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza kachumbi kidogo uonyeshe unapenda Yesu. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Ongeza kareko kidogo uonyeshe unapenda Baba. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Onyesha maringo kidogo uonyeshe unapenda Baba. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Sitaionea haya injili ya Bwana, sitaionea haya injili ya Bwana, Sitaionea haya injili ya Bwana, sitaionea haya injili ya Bwana. sitaionea haya injili ya Bwana, sitaionea haya injili ya Bwana, Sitaionea haya injili ya Bwana, sitaionea haya injili ya Bwana. hata wachawi wakatae injili ya Bwana, sitaionea haya injili ya Bwana, Sitaionea haya injili ya Bwana, sitaionea haya injili ya Bwana. hata waganga wakatae injili ya Bwana, sitaionea haya injili ya Bwana, Sitaionea haya injili ya Bwana, sitaionea haya injili ya Bwana. ninakwatiye ngai wakwa, ninakwatiye tata, Ninakuatia ngai wako, ninakuatia tata. ninakwatiye ngai wakwa, Ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wako, ninakuatia tata. ninakwatiye tata, Ninakuatia ngai wako, ninakuatia tata. ninakwatiye ngai wakwa, ninakwatiye tata, Ninakuatia ngai wako, ninakuatia tata. oh ninakwatiye musumbe, ninakwatiye tata, Ninakuatia ngai wako, ninakuatia tata. ninakwatiye muyai, ninakwatiye tata, Ninakuatia ngai wako, ninakuatia tata. tata tata, Tata tata. tata tata, Tata tata. badi badi, Dadi dadi. badi badi, Dadi dadi. tata tata, Tata tata. tata tata, Tata tata. tata tata, Tata tata. tata tata. Tata tata. Kila moja, kila moja. Twende, twende, twende. Wakama ndani ya nyumba vigelegele. Hapo hapo, hapo hapo. Solo. Inua gitaa juu kidogo namna hii. Rudisha chini. Weka juu. Ambia jirani yako hapo 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 hapo. Wakama vigelegele. Hapo hapo. Ambia jirani yako tunaenda sasa. Vigelegele. Kila mmoja shika kitambaa chako namna hii.
nataka sisi wote tuseme yes, 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 kila moja yes, 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 nigelegele twende, 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 Hallelujah.
Kaiwe mwega mono. Kaiwe mwega mono. Kila moja. Kaiwe mwega mono. 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 Utaimba hosana, haleluya. Utaimba hosana. Tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi. Utaimba hosana. Utaimba hosana, haleluya. Utaimba hosana. Tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi. Utaimba hosana. Utapiga kelele. Utapiga kelele. Tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi. Utapiga kelele. Thank you. Sasa nani amekwambia uache? Ngoja. Sasa nani amemwambia wache? Wewe thukuru no wahurago. Kiu niko yato magohuru. Bwana dia washo. Salimia mwenzako hapo, mwambie karibu sana kwa ibada za. Karibu sana kwa ibada ya leo. Aise. Hawa wako nyuma, sikusema wakuje hapo. Sijui nani ame. Aise. Oka. Hawa wako nyuma. Mimi sikusema wakuje hapa. Nimeita wale peke yao. Nyinyi na nyinyi mkaita hawa. Mlikuwa mnataka kukuja hapa? Oh, kaeni hapo. Lakini next time tufuate instructions. Huyu mama ameenda tena. Adiko. Mama tu nyage tege yake. Oka, Lydia. Kuja. Wewe toka hapa, kaa hapa. Kaa hapa. Wewe kuja. Kuja wewe toka. Oka. Kuja hapa mbele. Nyinyi kaeni huko nyuma. Wewe chukua bagi yako kidogo. Enda hapo nyuma. Enda kwa hiyo ya nyuma hiyo, tengeneza kiti yako. Wewe kuja. Wewe ni mzee. Karaha mkarani mutumia wacio. Nyogo. Guthakare, nyumba thakare guthakara. Tuine kigosho kimwe. Hapana, nyimbo moja ya Kalenjin. Nyimbo 1 ya Kalenjin. Wangapi wanajua kimba Kalenjin? Moja ya Kalenjin, moja ya Kiturukana. Na moja ya nini? Masai. Ya Masai. Fugwa idirisha. Na moja ya nini? Masai. Tuanze na Kalenjin. Imianoine, sijani togule. Imianoine, sijani togule. Imianoine, sijani togule. Kwa wapi mlango umefungwa? Ngoja. Sasa tufundishe kwanza Wakalenjin wanaimba namna gani? Matamshi naweza kosa kuyatoa exactly, lakini maana yake wachana na matamshi. Tuonyeshe venye wanaibaka, hiyo kile tutaswaga. Okay. Haya. Wanaibaka aje? Unajua Wamasai, angalia. Atenoi. Wamasai wanaendaka hivi. Wakale wanaendaka namna gani? Wakale wanaenda hivi. Hivi? Ni kweli wanaendaka hivi. Haya, twende kazi. Tuanze kwanza. Ngoja. Naona enda wapi? Na umeitwa wapi? Twende pole. Haya, tuanze kwanza. Aje? Angalia. Kuja mliapa. Kumbe huko hapa. Simama hapa. Sasa tuonyeshe venye inaidaga. Haya, twende. Sasa mtu wa keyboard angalia hiyo wenye anafanya, uangalie beat inapelekana na hivyo.
Usianze kuweka ya mkamba. Kumbe wanaendaka pole pole. Yes. Mosi hivyo tu. Yes. Haya. Twende. Sijoni togule. Chukua mic. Shika. Kuja. Nyuno. Kuja. Yeah. Kuja ukemboi. Leta hii kemboi hapa haraka. Wewe kemboi hapa. Yaifanyi. Wewe kemboi. Najua kukimbia ni kemboi. Mugani? Aibu dogo hizi za nini? Wewe tengeneza beat. Pole pole tunaenda hivi. Hey. Kama unaenda kukemboi. Wewe. Sasa tuipe Kiturukana. Haya, Kituru. Wanaimba aje? Imamungete baba ye, imamungete baba ye, imamungete iyongo. Imamungete baba ye, imamungete baba ye, imamungete iyongo. Imamungete baba ye, imamungete baba ye, imamungete iyongo. Imamungete baba ye, 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 naona munashika sasa. Imamungete baba ye, imamungete baba ye, imamungete baba ye, twende Kimasai sasa ya mwisho. Kimasai? Twende kazi. Baba la liyo shumata yogi la leliyo.
baba lale yo jumata yo ilale ni yo. Baba lale yo jumata yo ilale ni yo. Baba lale yo jumata yo ilale ni yo. Asenga yai eunoti no kuna. Asenga yai eunoti no kuna. Asenga yai eunoti no kuna. Ate kai imono gunewe. Asanteni sana. Salimia mwenzako mwambie sasa tulia. Baba tunakushukuru, tunasema asante kwa ibada hii. Nitumie Baba kama kichombo tu nikafikie watoto wako. Nikawazungumzie jinsi unavyopenda na jinsi ikupendavyo, ikupendezavyo. Ninakuomba msamaha wa dhambi zote tulizotenda kwa makusudio, dhambi tulizozitenda tukijua na dhambi tulizozitenda bila kujua. Ninakuomba msamaha. Kuna mama hapa, kuna baba, kuna mvulana, kuna msichana. Kuna watoto wa kike na wa kiume. Wote Baba naomba msamaha kwa ajili yao. Kuna vitu vingi walifanya bila kujua na vingine walifanya kwa kujua. Na kuomba ukatusamehea. Na kuomba Baba ukatupatie nusura hii ya kutusamehea na kutubariki na kutuwezesha. Ni katika jina Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Siuketi basi chini sasa kwa kinye kiti chako cha muujiza. Tuweze kuenda dakika 30, 40 hivi. Leo tumeenda marathon. Sema marathon. Sasa next time on Saturday mujitayarishe, Muturukana aimbe, Mumasai aimbe, Munania nani? Mubaluya aimbe, Muteso aimbe, watu wa Pwani waimbe, ikanisa ikuwe kanisa ya watu wo. Tupuguse hii Kikuyu mwiki. Mumekuwa wa Kikuyu mpaka hata huyu Munyamulenge. Wanyamulenge, hamna hata moja ya Nyamulenge? Na si mna moja ya Nyamulenge? Ya huko. Wacha kisu, wewe ni Mnyamulenge? Na wewe? Wewe ni Murundi? Wewe ni Mungiki ya huko? Wale wanaitangwa hapana, wale walikuwa wanaitwa hapana, wanaitangwa hapana, wewe tulia, wanaitwa Interahamwe. Interahamwe. Najua Interahamwe ni Itarehamwe. That's true. Hiyo ndio Mungiki. Huyu jamani Mungiki ya Burundi. Hawa ndio ulikuwa watu wa Ngurusi sama ulikuwa wa huyu wako sahihi. Wewe ni mtu wa Buyoya. Ndio mlifinywa mpaka mkatoroka. Mkakuja kuuza njugu Nairobi. Unaona wale vijana wote wanauza njugu Nairobi. Ni Mungiki ya Burundi. Yote ilifinywa mpaka ikakuja hapa. Lakini ujivunie Mungiki ya Kenya. Hakuna mahali tulienda. Tulibanana hapa. Wezi kutoroka nchi yako. Sio jamaa walijaribu kutonyorosa. Na sisi tuliwanyorosa, si ndio? Mpaka tukakuwa marafiki. Yes, that is why nataka Wakalenjin waibe hapa, Wakikuyu waibe hapa, Waturukana waibe, because we are one nation. Bwana Yesu asifiwe sana. Irrespective of the language, irrespective of color, irrespective of the race, irrespective of religion, we are children of God. Bwana Yesu asifiwe sana. And we are one in the kingdom of heaven. It doesn't matter who you are. Hata wale watu warefu, wafupi, wanono, wakode, si bado ni binadamu. Unajai kuona mtu mkode ati kwa sababu ni mkode ako na jicho moja? Ati kwa sababu ni mkode kama huyu. Ati sasa aliona Mungu aliona ni mkode mpaka akampatia jicho moja hapa. Hapana. We all have the same. Bwana Yesu asifiwe sana. The color is the same, the blood is the same. So don't hate anybody because of something. Naonaga na najulisaga sana. Kwangu yule ananipikia chakula ni Muluya. Yule ananichugia huko mbele ni Mturukana. Yule ananitengenezea gari kupaka rangi ni Mjaruo. Yule makanika, unajua makanika kuuda injini ni Mkikuyu. Naye mkaba ni wa kunyorosa gari. Unaona venye Mungu ametupaka? Mungu ametupaka vizuri. Lakini sasa wakati siasa inaanza kuingia, ndio nasikia huyu ni Mjaruo, ino ni Jaruo. Huyo ni wakale mnatuitangaje? Na usitudanganye mnatuitangaje? Kwa Kikuyu. Unajua tu ya Waluya na Wajaluo. Mnatuitangaje wakati mnatuchukia? Kogoi. Kogoit.
Na sisi tunawaita rubwa. Tunatoshana, si ndio? Naye Mkisii anasemanga ekenyambi, yani twithagari, twitagwo tha, Wakisii wanatuitaga thagari. Ekenyambi. Tukao twithagari, ati Mkikuyu akiingia kwako sikuisha. Akiingia mahali atokagi, ataishi hapo. Si ndivyo mnasemaga? Lakini sisi wote we are brothers and sisters. Nobody is special, nobody is important. Tunakufaga the same. Ukienda Kenyatta uhitaji damu, inaleta kwa ya Mkarasika, ya Mjaruo, ya Mturukana, yote inachanganya, unakuta nimo. Kama wewe ni group O, ni group O. Kama ni O, ni C, ni C. Kama wewe ni group G, kuna G. Bwana Yesu asifiwe sana. I am a happy man. Sema I'm a happy man. Wewe ni man? Wewe adhomeire dhukuru eleko. Ulisomea shule gani? Namwambia sema I'm a happy man, anasema I'm a happy man. Sasa hata wewe umesema I'm a happy man. Umesema woman. Thank you. Salimia mwenzako, msalimie tu, mwambie umesalimiwa na apostle. Na ukiona mtu akusalimie ujue yeye ndio ule ameroga kijiji yenu mpaka imerogeka. Wana mtu anakogeithia. Hebu mwambie salimiana tena, sema I'm a happy man. Salimia mwenzako. Na ukiona mtu akusalimii, thank you. Thank you. God bless you. So ninashukuru Mungu. Thank you. God's ability to you. God's ability to you. Uwezo wa Mungu kwako. Siaredi. Ni ukinyire. Ukinyire dhashigana. Tene. Nikigeta miri ukinyire tene. Kwe na kaodo guko. Ateke? Oh, ni elder. Ni elder, ni muthuri. Na Lydia arauga ndarenda gutuika muthuri. Wapigieni wazee makofi kidogo. Si wako vizuri? Si wako warembo? Sina namba ka yule venye amedress vizuri? Matha kalete ma. Tuna mutumio chira ikarite ginya kanithe konekana. Ndia getoga gitu gya kanitha itu. Siri mzuri. Thank you. Zina sasa kanisa imechukua shape. Unajua ukiona kitu inaenda ikibadilika na ikiwa mzuri, kuna kitu inaendelea kuondoka. Umeona? Kuna kitu inaendelea nini? Na ni nini hiyo? Ujinga. Kumbe mnajua mnakuaga na ujinga. Ujinga ikiendelea kuondoka, kuna kitu kipya Mungu anaendelea akifanya nini? Itaendelea kuongezeka. Tutaendelea na tutakuwa mzuri. Paka wakati mtajihisi you are one family. That we walk as a family, you love one another. Kila huyu akifanya hiyo unahisi ni wewe umefanya. Hii ikifanyika mtu wetu mmoja akiwa na shida unahisi this is my problem, I have to take it. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio masegenyo mingi na story mingi. Hello. Sasa tumebadilika. Unajua sasa Mungu ameniongezea mwaka ingine moja. Unajua hivyo? Na sasa hii mwaka ingine moja Mungu aliniambia uache ujinga ya mwaka hiyo ingine imeisha. Sasa ameniongezea ingine moja kwa sababu aliona nimewacha nini? Kwa hivyo sasa mimi sitakubalisha na wao nirudishie sema ujinga nimewacha. Kai, kadhalika na ujinga ikiatea.
Kwani tulikuwa wajinga wengi aje? Ni wengi sana. Let us appreciate what God has done in our ministry, what God has done in our lives. It is very wonderful. Mimi nafurahi when I see you here. Sikuwa nafikiria nitafikisha hiyo miaka. Ukiona venye nikakupatia, nitakuja nikuwapatia story. Venye nilipigwa marisasi, venye nilipelekwa kunyogwa, venye nilifugwa, mara 52 nimeenda jela. Hello, 52 times nimeenda jela. Kupigwa risasi hii mwili mara 12, ili mwili yangu iko na risasi ngapi? Zimepitia kwa mwili hapa 12 times. Nimewekewa sumu mara 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaonaga sometimes natakaka kukaa peke yangu. Sababu ninaogopaga. Siku moja tukiwa Gong, kule nilikuwa naishi Gong, Christopher Murugaro, ilikuwa 2003 hapo, 2002 or 2003 when Kibaki became the president. 2002. Then the cabinet was sworn in at around election tulikuwa tunafanyaga December those days, kitu mwezi wa 3 hivi, wakati Nakuru Mungiki walipigana Nakuru, then it was announced shoot Waroinge on site. Na yule ali-announce his first ministerial statement alikuwa Christopher Daradhi Murugaro. Christopher Daradhi ni nini? Ni nyoka. Na msioge. Sasa sasa yeye ndiye alitoa ministerial statement, his first after being sworn in. Kwa sababu waliapisha kwanza interior ministry. Ndio yede kadiri na Mogeke because menace ilikuwa baya. So kitu yake ya kwanza kutoa shoot Waroinge on site, na akatoa 40 million. Sasa tulikuwa kwa nyumba wakitakasa hivyo. Nilikuwa na mke wangu hapo na watoto na watu kadhaa, jeshi yangu ile tulikuwa tunatembea nayo, security na nini. Tulikuwa tunatazama TV kama kawaida tusikie what is news. Sasa the first statement, waziri mpya wa usalama wa ndani atangaza Waroinge kuuliwa. Shoot Waroinge on site. Ukimuona ukue na buduki badia goga, ukue na panga chija, ukujie 40 million. Ukuje tu na kichwa hapa Harambee House, tutakupatia 40 million. Sasa ile hiyo iko ni babaisha because tulikuwa tumepigana. Najua mimi ni general, mimi ni commando. Mimi si commando ya kujiwekelea, mimi am a trained commando. Umeona? Na mwenye alinitrain ni watu wa Israel, si wa Kenya. Am a trained commando. Mimi si watu wa buti hapa. Watu wa jaa hapa. No. Mudhaura si aliwaambia ule Mudhaura DCI alikuja hapa. Alirusha risasi ikagoga ukuta, ikarudi ikamgoga hapa. Sasa wachana na hiyo. Ile muhimu ni hii. Sasa tuko tunakunywa kachai. Ilikuwa saa 1, news saa 1 tumekaa hivi. Sasa nimesaviwa kachai, tumekaa hapa ni kukunywa tukizungumziana, tukiambiana venye tumechafua. Maana siku tulikuwa tumechafua vizuri. Sasa ilikuwa ile kusema venye tumechafua. Sasa wakatakasa huko. Kitu ya kwanza nilinote, mke wangu aliniangalia kutoka kwa kiatu, akapandisha kichwa hivi, akapandisha kichwa yake hivi, nikaona venye ananiangalia mpaka ikafika hapa. Kuangalia bodyguard wangu na wao wananitazama the same. Nikaangalia mpaka watu wengine wageni walikuwa nikaona wao wananitazama the same. Ile kitu iliniingia kwa kichwa. Already nikajiuliza, kwa hivyo wamesema, kwa hivyo huyu mtu anaweza toa 40 million. Nikipatiana tu huyu mtu 40 million zinakuja. Mimi sikuambia nikitoka. Nilijifanya nikasimu kamelia. Nikasema haro. Nikarudi mlango ya nyuma. Nikaruka kwa fence, nikapotea. Because ile teja niliangalia ni venye watu waliniangalia hao kwa nyumba. Nikaona wamenifanyia evaluation. Wakaona 40 million inaweza kutoka. Wewe na uikale hao. Wewe unaweza kaa hapo. Mtu venye amekuangalia tu unaona hii ni hesabu anafanya. Na ni mke wako na anaweza kukupatia na ndivyo walikuwa mtu. Unajua wabibi wakati huo sisi Mogeke hatukuwa na value na wao. Walikuwa watakataka tu, yani mwanamke kusimama mbele yako ilikuwa yani ni kama tu shetani amesimama mbele yako. So ni watu tulikuwa tumefinyilia, hakuna sauti, hana kuongea.
alafu asikie akikupatiana atapata uhuru wa kuishi na akuwe na pesa kwa mfuko. Niliruka fence nikaenda. Nilienda kusimamia mahali panaitwa Ubungo, Tanzania. Ubungo ndio country basi ya huko. Hapo. Kutoka hapo nilienda mpaka Kinondoni. Niliishi Kinondoni miezi 6 kama nimejificha huko. Kwa sababu si ya polisi wenye niliangaliwa tu. Wenye niliangaliwa kwa hapa. Watanipaana mapema na asubuhi. Sometimes you have to be wary of people. Ndio maana unaonanga sometimes mnanikaribiaga ninakaa hivi kidogo kwa sababu ninakumbuka venye nimekaona. Ninakumbuka. Lakini I love you guys. I love you sana. Nawapenda sana. Si ndio? Nawapenda sana. Mmesimama na mimi when nobody could have stood with me. When many people wakati mlisikika mnakuja kanisa ya Waroige, watu walistuka, wengine wakakuuliza uko na kichwa mzuri. Ati umesema nani? Mpaka wanapigia nyumbani shosho, wanapigia guka, wanapigia maanti. Aterere joki witole. Ateneramenya kuri athiaga kanitha. Ateko. No mundu ule wa mugiki. Nikuathiaga. Kai, mwana witu. Kaya aguruka. Auga akwetu. Akwetu. But despite that, mulisimama na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. The challenges akina Koki, hata kama Koki hakuwa anatupenda sana. Koki alikuwa anakuja tu kwa sababu unajua Koki alikuwa mwizi. Huyu. Simama wakuone vizuri. Na muniambie kama mnaonaka kama amebadilika. Amebadilika kweli? Bado vizuri. Ungetaka faili yako kotini. Ungetaka kotini faili ya koti ipotee. Huyu mama ndiye alikuwa naiba. Faili zote za Nairobi zilipotea. Ule ni yule mama alikuwa naiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye huyu anko yake ni mwizi. Simama, si wewe. Weka chini kwanza. Wewe simama. Unajua acha nikuonyesha the characters have been walking around with. Huyu naye anko yake ni mwizi. Sasa huyu tulikutana kule Rogai. Tulipokutana akakuja kanisalimia tukajuana, lakini mwanzo kabisa tulikuwa tumekutana Neno. Hapa tukijenga hii Neno hapa. Unajua mimi ndio nilipatia Ng'ang'a hii kiwanja, ilikuwa kiwanja yangu. Hii. Mimi ndio nilipatia Ng'ang'a. Tulikuwa tunajua mimi ndio nilikuwa mwenye Nairobi. So nilienda nikamwambia enda pima kutoka pale mpaka pale. Akaniambia iko wapi barua? Nikamwambia mzee pima pale. Yule atakayekuuliza mtume kwangu. Siku hiyo naye Bioti, hiyo petroli yako mbele ilikuwa ya Bioti, na nikamwambia hata Bioti anajua hapa. Hawezi kukanyaga hapa. Unajua siku hiyo Bioti alikuwa anaitwa Totoman. Sasa mama huyu kutokana na story ya Ng'ang'a tukarudi tukakutana mahali panaitwa Ragao huko. Nikamwambia niko na shida ya kuchugiwa nyumba hapa. Akaleta yago yake. Na anajua anko ni mwizi. Anko aliwacha tuondoke. Anko alienda Rogai town akachukua ile lori mkubwa. Lori ilikuja ikashikanishwa na murago hivi. Ilirudishwa nyuma ikashikanishwa na murago. Anko akaenda mpaka leo sijai muona. Nyumba ikafagiliwa na akaiosha ikakuwa clean akaandika pale nje house to rent. Bwana Yesu asifiwe sana. We ni nani huyo tena napiga makofi? Niki wale gya guthukira. Ino nyumba ikoragwo na adobe. Mungu wa hii nyumba ni mzuri. Anakuwa na kila mkorogo hapa inatokezea. Bwana asifiwe sana. Naye Karo pale, si mnajua Karo? Karo pale mimi nikaenda Kikuyu. Nikaambia mapasta nataka kuja kuwanunulia breakfast. Kwenda huko nikakuta breakfast imetengenezwa, mapasta wako pamoja, lakini walichota, unajua huko ni red soil. Walichota maji ile ya red. Kwa sababu hawakutaka kununua maziwa mingi, niliwapatia pesa. Sasa walijua maji ikiwa red, tumaziwa kidogo, chai si imekuwa mzuri, imekuwa na rangi. Walinitengenezea chai hiyo. Na batu wakachamusha mayai. Na mayai walichamusha na hiyo nini? Red water. Kutoka hapo chai badala waweke kwa birika,
waliweka kwa mitungi. Na unajua mama wa huko kwetu nyumbani, ndani mtungi ya yellow inakuwa ya black. Nikakuta wameweka kwa mitungi chai, mimi nilikuwa nafikiria ni maji. Nikaambia kijana mmoja, hebu leta hiyo mtungi tufanye nini? Tuoge mikono. Nikaambia hapana, ni chai. Lakini sasa uzuri Karo aliweka hiyo akaiweka kwa birika, akaniletea kwa karumu kengine, akaniambia mtumishi wa Mungu, chai breakfast ndio. Kunyonya hivi kidogo, nikamwambia ongoja kidogo, nimekumbuka nilikuwa nimefast, lakini sasa nilikuwa nimesahau. Wacha nisikule, nitabeba, maana ile taste nilisikia it is ungodly. Hapo na yeye Karo akanikuja, baadaye akanipigia simu, are you Apostle Waroige? Hapana, sikuwa Reverend. Alikuwa anaita Reverend. Are you Reverend Waroige? Nikamwambia ni mimi. Akasema angetaka kukuja. Nikamuita akakuja. Kuna mwingine yule mama anatusubuaga, iko wapi? Nimemuona hapa. Ndio huyu. Anaitwa Atwanyabura. Anaitwa Nancy Kehu. A professional troubleshooter huyu. Na yeye umeteko. Twashamanirie Amazing Grace. Kwa wote mtumio sio. Anaitwa nani? Margaret. Kwa kanisa huko nilikuwa nienda kufanya crusade padio, tukakutana na yeye. I want to show you how God connects people. He will never connect you the people you want, because I had so many friends ambao walikuwa wazuri kuliko hawa mama wote nimetaja, but God never gave me other good people. Hapo ndio aliniconnect. Kwa hiyo nani akaniconnect na huyu mama anaitwa Shearedi. Sasa Shearedi waliambiwa na pastor wao, Dora ule wa Mugeke, si ule ameokoka, Dora yule wa Mugeke anakuja kuhubiri. Sasa huyu mama ni mama mzuri sana. Siku hiyo hakukuja mapema, alikuja kitu saa 5 saa 6 hivi. Na wakati aliingia kanisa alikaa kule nyuma, na akaambia watoto wake, msiende huko mbele, tukae hapa nyuma in case kitu kitokee. Na huko shomoka mlango na bodhie. Mama aliona nimeingia, nimeshika microphone, akaanza kutetemeka. Mimi nikafikia ni roho. Na mimi nikaanza kutabiri, nikifikiria ni roho amefanya nini? Ameteremuka. Kumbe ni kwa inaina. But God is good. Despite the challenges, walisimama na mimi, waliambiwa maneno, mpaka kuna mahali tulikuwa na Nancy na wengine hapo wa mama wengi. Sasa kila mama alikuwa anasema, huyu atakuja kwangu, sasa mimi nitaenda kwake kwa kanisa. Walikuwa mapasta. Mpaka mmoja akasema, basi kila mtu akate kipadi aende nayo. Huyu mama akakuja akaniambia, weherera haha todo ni ukoga yanu. Bwana Yesu asifiwe sana. All in all, God has been proclaimed. Tumehubiri Mungu na Mungu ameonekana. Tumefanya makrusedi na Mungu ameonekana. Tumefanya kazi yake vizuri mpaka kufika hapa. It is the hand of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa after hii group ya wamama hawa, nilianza kuletewa vimutu vingine. Mpaka nikaanza sasa, unaona unatorokea Mugeke, sura ya Mugeke. Naye ile Mungu kazi anafanya ni kukuletea Mugeke mwezako. Kamoja ndio kale kanaitwa Buju. Sasa Buju simama tu watu akuone. Kama mtu haka, na unaona nywele yake sio ile ya kukua. Sasa kalikuwa na tudredi. Kwa sababu ya nywele kukaa sana, ilikuwa imekatika. Sasa ni kamoja hapa, kadredi kamoja hapa, kegine hapa. Na jamaa alikuwa anavuta bagi, unafikiria ni treni inapita. Na namwambia siwache kuvuta bagi uende ufutie bagi. Anasema kwani watadu, alafu wanaingia kwa kanisa yako. Na polisi bado wana monitor. Kama jamaa, kama niliokokaga. Sasa wale watu wote walikuja, ni ile saburi. Bwana asifiwe sana. Alafu kukatokea kitu inaitwa nini? Corona ilipotokea, mtu mwingine anaitwa Dirago akakuja. Dirago tulikuwa Kamete na yeye. Mtu mwingine alikuwa anaitwa Herode Mosebi. Na wote my ex-convict ambao walikuwa on murder cases waliachiliwa, walikuja kwangu wote.
Sasa wacha CID wanakuja kununua. Sasa tukaanza kutengeneza viti. Hii viti mnaonaga hapa ni sisi tulianza kutengeneza. Sasa katika hali ya kutengeneza, CID wakaanza kukuja. Wanajifanya ni kiti wana nini? Wananunua. Kupe wanakuja kuangalia. What is this assembly of criminals? Mbona wamekuja pamoja? What are they planning? Sasa wacha watu wa community wote wajue ati hawa ni criminals tupu. Hii ni kanisa ya watu ex-convict wa Kamete. Kukaekwa police post hapo chini. Hapo nje ya kwetu kukaekwa police post. Kwa sababu si kwa sababu ya raia, kwa sababu ya hii kanisa ambayo iko na ex-convict. Do you know we are the only church ambayo haikufuga wakati wa corona? Because nobody dared. Si ati tulikuwa na Mungu mwingi, but nobody, including anybody in the government, hakuna mtu alifika hiyo nyumba. Tulihubiri, tulikuwa tunaweka sound kubwa. Tulikuwa watu 8 kama 20 hivi. Sound tunaweka kubwa. Na hakuna hata mmoja alikanyaga huko. Sivyo ndio alipitaga hapo siku moja akasema mtikenyihanyihagia puguse sauti kidogo ndio tusimwage uga. Maana tunashindwa kwenda kuexplain huko ni kwa nini huyu hatuvugi kanisa. Na sasa hatuwezi sisi kwa kweli. Mwenene chifu alikuja kanisa mwenene. Akaina mwenene. Ndio nataka kuhigira kanisa. Nikamuuliza kwa nini? We! No tende kiongo yake. Ni nani apendi kichwa yake? Sasa nikikuja kuvuka kanisa na mtakuja nyumbani kwangu bila kirauni, si mtabeba kichwa. Nikamwambia hapana. Hii kanisa yetu ni ya Mungu. This is a statement nilimpatia. Hii kanisa yetu ni ya Mungu. Zile kanisa zinafugwa ni zile zilifuguliwa na Mutahikagwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mutahikagwe alisema kanisa zote zifanye nini? Na mwenye alitupatia kazi pale ni Yesu. Sasa nikamwambia mwenye kanisa ni Yesu. Na ndiye alitupatia hapa tufugue. Sasa hajatuambia tufuge. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati tutapata barua ya kutoka heaven, tufuge kanisa, tutafuga. Lakini kama ni Mutahikagwe, mwambie aende akafuge mahospitali. Na tulihubiri all through mpaka corona ikaisha tukihubiri. Na since that day ile mlango ya kanisa haijafugwa. Then hatukufuga mchana na hatukufuga usiku. 24/7 the church was operating. Mpaka leo hatujawahi fuga mlango ya nini? Ya kanisa. Licha ya kuwa we have had our own share of problems, but I have seen God. Sasa angalia kukakuja watu wengine hawa wazee. Sasa sijui walitoka kanisa gani? Sijui kule walikuja wakasema tumetumwa na Mungu tukuje hii kanisa. Hawa unaona hapa. Na wakakatalia kwa kanisa kutoka siku hiyo mpaka saa hii hawatokagi. Mpaka imebidi nihubiri na Kikuyu. But they have been a blessing. A blessing. We have 1,000 of them. About tunapatia chakula, tunawasupport, and we have been standing and working with them. Wazee wa very important to me. Hawa watu unaona sasa wameanza kulala. Maika lete no ginya makanoga. Ndio maana wanalalaga. Msiwaraumu sana, ndio maana wanalalaga. They are the best people. They are the pillar of the ministry. The blessings I have in this ministry ni hawa watu. Ukiona ninawapenda, walikuwa wananuka wakikuja. Mpaka walikuwa nawekewa viti ya plastiki pale, nikasema kuna plastiki hapa, wakalile mnakaa. Kama wananuka, wataoga na watakuwa wasafi. Si sasa ni watu wasafi. Taroga mashosho. Taroga makuja. Sinaona haka nikamuleba, kuja tu. Haka huyu ako naona kalikuwa kanavaa maguo zingine. Mpaka watu walikuwa wanasema aka kashosho kalia. Because they were smelling. Walikuwa na bed bag. Ni bed bag ama ni nini? Zinaitwa kwa bed bag. Ile bag ya bed. Hiyo. Na dhuya na gogoni. Bwana asifiwe sana. Wakangara. Angalia venye wako wa smart. Dokenyi tewe wewe nikiwe. Una venye wako wa smart. Yes. Amengara mpaka na blush. Sina na blush. Ninamenya ku blush niki. Asa. They have been a blessing to me. I have seen the mighty hand of God. They have supported me. They have prayed for me. Kuna mwingine pale anaitwa Shosho Tarugama. Ewe. Mokolino. Ni wadirali. Najua mama ni mjanja kivyake. Ni maumau. Huyu mama alizaliwa 1919. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wamefugwa jela moja na mama yangu.
Wale wamekasirika wameenda. Nimwadie? Nimwarakara? Mwadie ko age diaya. Modie na wega na mugeithanie ko umwadie na mutigadi mukihuraga inegene. Sasa huyu na yeye ni mama amenisupport sana katika kazi ya Mungu na wengine wengi na nyinyi nyote. As I celebrate another 1 year, another 1 extra year, I want to celebrate to you. This year I'm celebrating, I dedicate it back to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki, awasaidie, awaneemeshe na waongezee zaidi. Na tukue na miaka 1919 ni miaka gani? 106. Huyu ako na 106. Nyinyi yote kila mtu atakuwa na 180. Mtazeeka kama Methusela. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtabarikiwa kama Abrahamu. Yes. Mtainuliwa kama vile Joshua aliinuliwa na akapambana na maadui na akawamaliza wote. And may God bless you. Kwa hivyo wacha tu tutasherehekea baadaye, lakini sasa nataka, unajua kuna umuhimu sana wa kusherehekea the birthday. And there is a reason why I am saying this, because there is a very powerful reason for what I'm doing this. Kuna connection ya kiungu. Siku ile 25 niliwaambia ni nini ilifanyika? Kulifanyika the realignment. So because nimeingia kwenye mwezi ambao nimeongezeka mwaka, I have already aligned myself to become a blessed man like Abraham. Mimi mnaniona hivi, Mungu ameniambia atanibariki kama Abraham. Toroha wika leti orougwa. Mimi nimebarikiwa na akaniambia kizazi chako. Sema kizazi chako. Kizazi chako kitabarikiwa na milango ya maadui haitafaulu. Sasa kizazi changu ni gani? Kizazi changu ni gani? Ni nyinyi. You are my children and God will bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. Si mnaona Isaka? Angalia Isaka. Kizazi cha Abraham. Isaka alikuwa anapanga kuenda Egypt. Kufanya nini? Kudima. Alikuwa anaenda kutafuta chakula. Maana ile area walikuwa ilikuwa dry for 6 good years with no rain. So akadecide wacha niende Egypt nikalime. Akiwa usiku tu alipanga safari, Mungu akamtokelezea. Kwa maana Mungu alikuwa na agano na Abraham. Akamwambia you are not going anywhere. Why? Go back to the same land ambayo has been dry and I will bless you there. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtabarikiwa in your dry seasons. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtabarikiwa katika hali zenu za ugumu, katika hali zenu za mateso, katika hali zenu za unyonge. God will bless you. It will not matter to God where you are, what is happening to you. Haitajalishi. Provided you remain in the covenant of God. Because God had a covenant with Abraham. Na akaambia Abraham, wewe utaongezeka kama nini? Mchanga wa bahari na nyota za kule mbinguni. Na akamwambia wewe kizazi chako, maadui wakisimama hivi, kizazi hakitaweza na watu. Na nyinyi na I decree and declare to you that Abrahamic blessing will be upon you. The grace ambayo nimepita nayo kuenda hivi mpaka nimefika hapa, God will for sure bless you. That grace I release it to you. That grace I release it to you. I release a very powerful grace upon your life. Nuna imagine ukigenda kanitha ugetagwo mugike. Kanima charity. Nuna imagine ukigenda kanitha ugetagwo mugike. Mugike kwa jora wako uragana. Na bado unaona watu wanakuja tu na wanakaa. Mzee kama huyu wa heshima zake anakuja na anakaa na anakusikiliza neno na anakaa kwenye hiyo neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni grace ya kiajabu. Haleluya. Naachilia hiyo grace kwenu. Katika hali yenu ya ugumu. Whatever the situation ambayo utakuwa ndani yake. Whatever the time ambayo utakuwa mahali popote utaenda. Mahali kuna rejection, mahali kuna stagnation, mahali kuna limitation, God will make you prevail. Bwana Yesu asifiwe sana. You will succeed. You will win battles. You will break boundaries. Utavunja kuta. Utavunja maadui wako. Watasambaratika. Watakuja in one direction. Na Mungu atawasambaratisha in 7 different directions. Bwana Yesu asifiwe sana.
God will bless the fruits of your womb. Wale watu wote watoto wenu wanakunywaga bagi, wamepotea kwenye mitaa, hawajielewi ama nini, wanafanya nini. From today, God has brought the restoration kwenu. It is a new life. God has restored your children. Watoto wenu wengi wamekosa kazi. Watoto wenu wengi wamekosa ajira. Watoto wenu wengi wamekosa matibabu. Wengine ni wagonjwa. Wengine wamepitia hali ngumu. I want to decree and declare today that the abundance of God will be with you. Bwana Yesu asifiwe sana. You shall never lack. You shall never lack. You shall never lack. Hautakosa. Hautateseka. Watoto wenu watapatiwa uregesho. Somebody give me Deuteronomy number 28. Chapter number 28. I'm feeling like just blessing people. I'm not going to preach this. I'm feeling like blessing. Nasikia kufungulia watu milango. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia kufungulia. Wangapi hawana wazee? Kama hauna mzee inua mkono wako juu. Kama hauna mzee. Kama hauna mzee inua tu mzuri. Unataka Bwana, inua tu mkono wako. Yeah? Mzee ni nini na Bwana ni nini? Ati Bwana ama mzee. Bwana ni na, mme. Yeah. Wale ambao hawana mme ama hauna mke kama mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the year. This is the year. Mlango yako imefunguliwa. Mume wako ameachiliwa. Mke wako ameachiliwa. I want to assure you tonight. From today, malaika wa kusearch na wa kukulocate ameanza kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini msinilocate. Niliambia Mungu kitu kimoja. By June this year, hapa nitafanya doa. Mimi. Hapa. Waigere la bahasha oneke. Mungu akubariki. Na akupatie mume mzuri. Anafanana na kama mimi. Now it shall come to pass. Tupatie ya Kiswahili. Tupatie Kiswahili kwa sababu ya hawa senior citizens. Sidio? Senior citizens. Ndivyo mnaitagwa senior citizen. Nyinyi masinia. Masinia. Sio ni masinia. Ndego tu kurathima ndo muthi. Ndego okurekereria kirathimo. Okurekere no in the number of pure success. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama mmeelewa hiyo kitu nimesema. Niko katika anga ya pure success. Anga ya kumiliki, anga ya kukamata, anga ya kufaulu, anga ya kuwa mshindi katika kila kitu. The declaration I'm making today will come to pass. Kama ukimtii Bwana Mungu wako kwa bidii na kufuata amri zake zote zinazo kupatia leo kwa bidii, Bwana Mungu wako atakuweka juu ya mataifa yote katika dunia. Sema I possess. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati kama utafanya nini? Kama ukimtii Bwana Mungu wako. Hapa ni kutii Mungu. Yaani kifunguo umepatiwa. The only thing that can hinder you ni kumtii. Bwana Yesu asifiwe sana. The only thing yako gilioge na muthuri mwakoyo ni kwaga gwathikira Ngai. The only thing that can stop you from becoming successful in this world this year ni kukosa tu kumwamini Mungu. Kwa kukosa tu kumtumikia kwa njia ya uadilifu. Kwaga noiwa madam. Kwaga gwathikira Ngai. Waigwa Ngai akwira rugama ukarugama. Akwira ruga tie gutie kumuria urenda nduge nginya ha. Ruga uri iguru ri umuria thia na hau. Noiwa Penina. The only hindrance, the only wall between you and your success this year ni nini? Discipline. Kutomtii Mungu. Ukikosa kumtii Mungu, hizi baraka hutapata. Lakini ukimtii, ukae kulingana na ukae na masikio mazuri ya kusikia sauti ya Mungu. Ukae na nini? Masikio mazuri ya kusikia sauti ya Mungu. Kwa sababu kuna wengine mnasikia sauti ya Mungu lakini bado mnasema ni shetani. There's a difference.
Kuna mtu Mungu anaongelesha lakini hautaki kusikia, maana unataka kufuata experience yako. Unataka kufuata ile maneno wewe ulikorogewa na unakaaga kwa hiyo mkorogo. Sasa unafikiria hiyo ndio watu watafuata. Hapa hatufuati mikorogo ya kwenu. Hapa hatufuati mitaratara. Hapa hatufuati njia za kwenu. Tunafuata jinsi Mungu anataka, na ndio tunaambiwa tumtii kwa bidii na kufuata amri zake. Amri zinatokaga every day kulingana na situation. Bwana Yesu asifiwe sana. Amri za Mungu hazikujagi kulingana na jana, zinakujaga kulingana na leo. Leo tuko wapi? We are in the valley of death. How do we come out? Amri inatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tuko katika hali ya mahali fulani, hiyo hali iko namna gani? Katika hiyo hali Mungu atatoa amri. Wachana na amri za zamani. Watanya na venye mipango inapagagwa. Kama nitoa Musa akikuja kukuuliza, wacha kuanza story mingi ati muweze fanya hivi. Enda mtasugumusia kwa mbele. Na igwa sharedi. Kemodo gioka te utidate akakuitonga kuthia tigana kwanyu. Hulia kemodo tondu ugo niguo Biblia yugite. Biblia inasema hivyo. Kaki Biblia. When a man shall live and a woman shall live and then they become, then hiyo story nyingine mrefu ni ya nini? Chomoka kwenu na mimi nichomoke kwetu. Toshamania haufaraini to maigo ya ine. Hiyo mambo ya pastor wachana nayo. Pastor tukichomoka sasa tutakuja tuite pastor tumwambie kuja. See, I make it holy. Already you have done the holy. A pastor does not qualify a wedding. Bwana Yesu asifiwe sana. A pastor does not qualify a wedding. Ati harusi yangu nitaifanyia kanisani. No. Do what the Bible has instructed you to do. A man shall come out of his mother and the father. And a woman shall come out of the mother and the father. Then they will become. Sasa hapo pastor amegililia wapi? Kuna mahali pastor ameitwa hapo? Hii ingine inaitwa sherehe. Ukuje tutuage sherehe. Na kama uko na pesa ya kupoteza kukoboa magari na nini, poteza pesa yako. Tafuta hiyo pesa, enda invest shamba mlime. Acha ujika, timu na shida mkifanya maharusi hapa, ati unapigwa na mshere. Ya nini? Si watu wakule. Yaani kwani you are too bad to God. Baka mnashika mshere mnaanza kurusha kupiga mtu na mshere. Will you allow that to happen? In the name of my glamorous. Ati alibebwa na magari kubwa. Ni magari utakuja kuinvest. Ati nasikia Range Rover moja na kobolewa 1 hour 50,000. Another hiyo ingine 50,000. Hiyo ingine unasikia mmespend 2 million on a wedding. When the Bible is very clear to you, the man shall come from mother and the father, the woman from mother and the father, then you become, and from there a woman ceases to be seen. Are you getting me? And from that moment, once you come from mother and the father, and this one from mother and the father, once you become one, the woman ceases to exist on earth. Because you have become one. And the one is the man. And the man is the head. You are the neck. Ni nini tunaonaga? How is man identified? Tuna identify shigo. We identify by the head. You are known by the head, not by the shigo. A woman ceases to exist because you become one. And when you become one, you become a partaker of the heavenly blessings. When you are two in a family, there is no single day blessings will come. Because identity ni moja. Kitambulisho cha biguni kile kinakujua ni kimoja. Na any blessing itakuja kupitia kwa mwanaume. Sasa nyinyi majogoo wa mji. Majogoo wa mji. Hamutakaki kusikia. Mudrometi idhiruwari. Weka hiyo kitu. Muka amenyane idhiruwari. Kama ukimtii Bwana Mungu wako kwa bidii na kufuata amri zake zote ninazokupa leo kwa bidii, Bwana Mungu wako atakuweka juu ya nani? Juu ya nani? Atakuweka juu ya mataifa yote. Ufanye nini juu ya mataifa yote? Uyatawale. In the mighty name of Jesus Christ. Naachilia neema ya kuwa juu ya mataifa yote. Utawale mnyama aliye ardhini. Utawale samaki wa majini.
utawale ndege wa angani na umiliki. You dominate and have dominion and subdue the earth in Jesus name. Now these are, tuendelee, uzitoe. Huyu na yeye anatoa kwa nini? Kwani nani amekupatia pesa? Umepatiwa pesa ngapi? Tuendelee verse 2. Now listen here. Baraka hizi nini? Kutokana na kutii Mungu, hizi ndizo baraka zitakufuata. Sio wewe unaenda kuzitafuta. Wewe warokore mnaenda kutafuta maunabii. Sio wewe utaenda kutafuta. Sikiliza, baraka hizi zote zitakuja juu yako. Sio wewe uende ukatafute. Baraka hizi zote zitakuja juu yako. These blessings will come to you. Not you going to the blessings. They will come to you. Why? Because umejialign na the presence of God. Umejialign na Abrahamic blessing. Umejialign na discipline, the heavenly discipline. Umejialign na misingi ya biguni. Kutii Mungu ni kujialign na misingi ya biguni, na serikali ya biguni. Juzi usiku tulisoma thy kingdom come, na tuliitisha na ikakuja. Kama hii kingdom ijakuja kwako, wewe ni mwenda wasimu. Baraka hizi zote zitakuja juu yako na kukupata kama ukimtii Mungu. Zitakuja zikupate. Hello? Umenisikia? Zitakuja wapi? You are not going to look for them. Zitakuja zikupate because you are a friend to God. Maana umetengeneza mahusiano yako na Mungu. Umefanya mikakati yote, umetoa dhabihu zote, umetoa everything that is needed for you to be called a child of God. You have qualified. Wale watu wanafanyanga matenda, you have to be pre-qualified to be allowed kusupply, hata kuitwa one of the people ambao mnafaa kusupply. You have to be pre-qualified. Kama namna gani? Yes. So, have you been pre-qualified? That is the question. To be pre-qualified ni kukaa jinsi Mungu anavyotaka. Wacha kasheshe, wacha mehemehe, wacha tukutuku, wacha kulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Live the way God wants you to live. Do not disobey the statutes of God. Walk according to the will of God. Walk according to the plan of God. Let God initiate a plan of success into you. He will. Zitakuja na kukupata kama ukimtii Bwana Mungu wako. The reason, the condition hiyo moja, kumtii. Kutii Mungu. Verse 3 baba. Utabarikiwa. Ayayayayaya. Sasa zimeanza kukuja. Hallelujah. Natarajia kuna mtu wako tayari. Maana I'm releasing now. I am releasing the blessings now. Kuna mtu atabarikiwa leo na kuna mtu ataenda nyumbani na laana. Ukishindwa kukamata upande huu, unakamata pande gani? It is either A or B. It is either you have it or you don't. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati utabarikiwa mjini. Haleluya. Na utabarikiwa kwenye mashamba. Mahali popote utaenda utabarikiwa. Uwe kwenye kijiji chenu. Kama hautabarikiwa Murang'a, hata Nairobi hautabarikiwa. Kama hautabarikiwa Eldoret kule Kapsaret, hata Nairobi you are going to struggle. God will cause Kapsaret to accept you as much as Nairobi will accept you. Na ukitoka hapa uende Seattle itakukubali. Ukitoka hapa uende kwa Arabu, Riyadh itakuitika. Ukienda Qatar itakuitika. Uende Voi itakuitika. Maana you are a friend of God. Na hizi vitu zote ni za Mungu. When ukifika tu Voi unakuta zinakuuliza, haya umefika. Tulikuwa tunaambia utakuja. We are ready kuja. Zinakupeleka kwa msitu, zinakwambia tuchimbe, tuko hapa tu chini, tuhuria tu, utatupata. Unatoa gemstone. Unasikia hiyo gemstone ni milioni 300. Na kuna mwanaume ako hapo alizaa mtoto, amepeleka mtoto primary, amepeleka mtoto secondary, amepeleka mtoto university, amepeleka mtoto nje jua kali akitafuta hiyo mawe. Na wewe ulifika jana, ukakuja ukatoa. Maana utabarikiwa mjini na utabarikiwa kwenye mashamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta kule nyumbani uko na ng'ombe, uko na makondoo, uko na mambuzi, umebarikiwa. Na ukikuja town unakuta bado watu wanakune
inakunenea baraka. Things are just happening to you because you are friendship. Blessings za Mungu hazikujangi kwa sababu ya bidii. Blessings za Mungu hazikujangi kwa sababu ya masomo. Blessings za Mungu hazikujangi kwa sababu ya kule umetoka. Blessings za Mungu zinakujanga because you have got a good relationship with him. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaenda mkutano ya Ruto saa hii, akitangaza kiongea pale, alafu aniite tu, si niongee, aniite tu kuja, anishike mkono tu, tuende tu kidogo dakika mbili tukiongea, kiniza na sikuonagi siku hizi, ulienda wapi? Niambia mkubwa, niko tu area, ni mashughuli tu, ni mahasala. Si ulisema tukue Hustler Nation, ni kuhustle hapa na pale. That alone is enough to open doors. Mtu yule ataniona tukiwa na yeye, awe muidi, ataniita, can you connect him with the president? Unasikia, I have 2 million for you, can you connect me? Unaweza kunishikanisha na president just by walking with him, not by him saying anything, by walking with him and being seen with him. Ama akutaje tu jina, aseme hata ule wa Roigate nimemuona tu hapa, na hivyo tu imetosha kufungua milango. You need only to be a friend with God. Tafuta urafiki na Mungu. Vitu zote ni za Mungu, na vitu za Mungu zikisikia wewe uko na urafiki, bado unajua hata gold inatafuta favor ya Mungu, silver inatafuta favor, ile diamond inatafuta favor. Na diamond ikisikia mko na urafiki kamili na Mungu, itakuja ndio utafute urafiki through you. Bwana Yesu asifiwe sana. So urafiki wako na Mungu ndio mahusiano mazuri yanayosababisha kuinuliwa kwako, kubarikiwa kwako. Sema, kutoka leo nitatafuta urafiki wangu na Mungu ndio nipate kubarikiwa. Verse 4. Utabarikiwa. Hebu sasa nisikilize vizuri hapa. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Halo. Utabarikiwa nini? Uzao wa tumbo lako. Sasa kama watoto wako ni wavutaji wa bangi, ni watoto walio na laana ama ni wewe? Yeah? Kama watoto wako ni waizi, ni wameingia mungiki kama ndura, ni mama ama ni mtoto? Ni mama. Na nilifanya utafiti hiyo, nikajua mama yangu alikuwa maumau na alifungwa miaka ngapi? 7. Sasa ni nini? Already there was ground for me to be taken to prison. Because mama yangu alikuwa maumau. Mama yangu ni mfugwa, alienda kufugwa, alikaa miaka 7 ndani hapa Kamete. Na mimi kushikwa kwangu kwa kwanza nilipelekwa wapi? Kamete. Mama yangu alipelekwa Burokodi ikiwa mpya. Those days Burokodi room number 38. Mimi kushikwa nilipelekwa Burokodi room number 38. Nani alitengeneza ground? Sasa anaweza kunilaumu, anaweza kusema mwana wako aneke maramali. Ndio bana, utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Unapoona watoto wako wana misbehave, it is you, not your children. Wana kaia nikaraga kwa gekogia ni wewe niwe na mitugo miuru. Ende ujitafute, search yourself and see where did you miss it, where did you go wrong, because Biblia imesema you are supposed to produce kitu kimebarikiwa. You are supposed to bring on earth kitu hakina shida. Ukiona kinakuwa na shida, uli-inject. Kuna kitu uli-inject. Na mazao ya nchi yako na wanyama, tukatalia hapo kwanza. Na mazao ya nchi yako, mazao. Utapanda muhogo, inamea. Utapanda carrot, inamea. Utapanda chochote, wherever you go, utapanda kwa hewa. Si unaona kuna watu wanapanda vitu kwa hewa na unaona zinamea. Ameweka ile pipe ya choo, ameweka hapo, ameweka maji, ameweka mmea hapo, inamea na haina mchaga. Na wewe mnauana na huko Kamuru ati ploti yako. Na kuna mwingine ana nyumba, yani hana shamba, ako mkuru kwa Ruben, amehangi mapipe. Hizo mapipe ndio ameweka chakula na anauzaga. Na wewe huko Kamuru Joska, broti maguta munauania huko, ati mnataka udogo. Yule hana udogo na hako na pesa kukuliko. You can imagine. Wana wa Israeli walichukua mchanga Kenya kupitia kwa kampuni ilikuwa inaitwa Sorobonea, wakapeleka kwao. Wao ndio wanatuuzia machungwa. You can imagine, because they are blessed people. Maana walifanya urafiki na Mungu. Whatever you do, it shall give you something. Wherever you go, you have to be productive. Kuna watu wako Amerika, wako na tushaba. Wametoka Murang'a, alipofika Amerika, hapo nyuma ya kashaba alipanda sukuma.
na kuna watu wananunuaga very expensive, na kuna watu wamepada matuaga dhukumaja nyanya wanatoaga kwa shamba yao na wako Amerika. Ukienda kuna kimutu kingine kijiga kimejawa na cotton soil kwa kichwa. Angani wagire dhamia muranga goko. Yani Amerika haka doro. Kwa sababu amejawa na cotton soil, imejaa kwa kichwa. You don't know that is the blessing. That is what you need for yourself to succeed. That is what you need, and it is biblical for you to own soil. It's biblical for you to be successful. It's biblical wherever you go you conquer. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mazao ya nchi yako na wanyama wako wachanga wa kufugwa, yani ndama wa makundi yako ni ya ng'ombe, na wanakondoo wa makundi yako, yani ukorona ginya jao na ukorona ke yani uko na vijana. Kama nchi ya Kenya unaona vijana wengi wamepotea, yani nchi ya Kenya iwe na vijana ambao ni mabarubaru, iwe na wazee kama hawa, yani kanisa kama hii iwe na mchanganyiko. Si unaona tuko na tutoto, tuko mayuthi unioni mkono, majensi haraka majensi, si wajensi wazee majensi, inua mkono wewe ni jensi, inua majensi. Niliona hata Ruto akisema yani Raila akisema yani jensi. Yes, unaona kanisa iko na majensi, kanisa iko na tujensi, kanisa iko na majensi wazee. Si unaona? Hiyo ni balance. Hiyo ndio what we call the blessings. The blessings of God. When you are walking in the blessings of God, you have all. Wanasema ndama utakuwa, yani ng'ombe ziko na pia ndama ziko, kuku ziko na pia vifaranga viko, ngondoo wako na hata vifaranga wa nani wa kondoo. Ndio unaonanga Kenya ni nchi ya vifaranga vya kompyuta. Verse 5. Kapu lako, kapu hii bagi hii ni nani yako? Na leo umejikakamua. Raudi umeanza kujikakamua sana. Najua zamani ulikuwa unakuja na ile kikapu unaekeleaka hapa. Ulikuwa unakuja na ile kikapu mpaka hii mgongo ilikuwa ina garigo zako nyingi naonaga zimehunyoka hapa kwa sababu ya kwenda. Biblia inasema kikapu chako. Sema kikapu. Mtu ashike kikapu chake. Kikapu chako. I am decreeing and declaring, kikapu hiki hakitakosa kitu ndani. Hakitakuwa kinawekwa tu manguo, hakitakuwa zile manguo za kubadilisha, lakini inawekwa manoti, madola, mapound, mashilingi itakuwa ndani. Utajiri wa pesa utakuwa ndani. As you are walking, you have money to share with your friends. As you are walking, you have the money to share with your family members. As you are walking, you are enjoying money. Kikapu chako kitajaa. Kitakuwa na noti zimepangwa kulingana na denomination. Sio ingine unakutanga, unajua vibeti ingine unakuta kama hili kufungua, utakuta ka 50 kale kanabebago na makaga, kamezeka kamekaa huko ndani, kalijikuja kwa sababu hakana stamina ya kukaa straight, kama kaka nijikuja hapa kanakaa hivi. I decree and declare, hiki kibeti kama ni noti ya 50 ni mpya, kama ni noti ya 100 ni mpya, kama ni noti ya 200 ni mpya, kama ni noti ya 500 ni mpya, kama ni noti ya 1000 ni mpya, kama ni dola ni mpya, kama ni pound ni mpya, kama ni Deutschmark ni mpya, zote ni mpya na zinakaa. Angalia, hazikai hapa kwa sababu kuna mahali zinaenda, zinakaa zikiongojea kukomandiwa. Halo, sio zile ati umepangia kila kitu, ati niko na 10,000 na nimeipangia. Hapana, ziko hapa lakini hakuna mpango. Zinakaa zikikuuliza, yani dogo toto magawiro mode. Hatuendi mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani kwa zitakuwa zimezidi, zitakuwa zimejaa, zitakuwa nyingi. Yani utabarikiwa. Utabarikiwa. Kapu lako na vyombo vyako vya kukandia vitabarikiwa. Yani kwako nikikuja si kuanza kusema tulikuwa tunataka kutoka, hata umekuta tukitoka, maana hakuna kitu ya kupatia mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Utaingia, yani unakuta watu wanakujanga kwako, hakukosagi watu zaidi ya 100, watu zaidi ya 200 ambao wamekuja kukula tu, sio kukuletea nini
Yaani kuna chinjangwa buzi. Mimi kwangu kila wiki na chinjanga buzi. Kila wiki. Hello? Every week kuna kabusi kanachinjwa. Ukiambia mtu kama Roda achije busi, anaanza kupanga next year mwezi wa 6 ndio atajija kabusi. Bwana asifiwe sana. Verse 6. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa ukitoka. It doesn't matter unaenda wapi. It doesn't matter unaenda Turukana. It doesn't matter inaenda Masaini. It doesn't matter wherever you are going to be blessed. You are going to be blessed. Ukiingia unabarikiwa, ukitoka unabarikiwa. In anything that you are doing, you are going to receive the blessing. Wherever you go, blessings za Mungu ziko pamoja na wewe. Whatever you do, the blessings of God ziko pamoja na wewe. It doesn't matter what is going to happen to you. It doesn't matter what happens around you. God will bless you because you're operating on an open heaven. Amen. You don't know that. Amen. Amen. Kai. Naliko no mugena muhuji okay. Twende hiyo ingine. Verse 7. Bwana. Ati nani? Si Bwana wako, Bwana Mungu. Bwana atasababisha, hapa najua hapa ni mtasimama nyinyi yote. Bwana atasababisha adui wainukiao dhidi yako kushindwa mbele yako. Watakuja kwa njia moja, lakini watasambaratika mbele yako kwa njia 7 mpaka makofi italia hapo. Ninajua mnapenda kushindaniwa, mnapenda kupiganiwa, mnapenda sana kushindaniwa kwa maadui wenu, maana nyinyi mko na maadui na nisijui ni kwa nini mlipata maadui. Hau ni mkenagera mno todo. Kila mahali ukipanduka hivi ni adui. Ukipanduka hivi ni adui. Kama si adui wa njaa ni adui wa magonjwa. Kama si adui wa magonjwa ni roho. Kama si ni roho ni bwana. Kama si bwana ni mke. Kama si nini ni nini. Where did we find this that we are always? Verse number 8. I'm releasing now. I am releasing. Sema I'm releasing. I'm feeling loaded. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm feeling what? I'm feeling loaded. I want to release to you. Na ukikosa kubarikiwa this time round, wewe sijui unafaa. Acha nisiongee hiyo. Inaweza kushikika maana sisi anga imefunguka. Unajua kuna wakati ukisikia anga imefunguka, mambo mingi mbaya usiongee. Maana itakushika bado. Wakati anga imefunga, chochote ambacho kinaweza kuachiliwa kwako kinashika. Sasa ni anga ya baraka. Hallelujah. Yes, no, amen. Mpaka Jerry amesema amen. Sema yes. Bwana ataagiza baraka juu ya ghala zako. Angalia sasa, nataka ushike tofauti. Tulisikia kikapu chako. Ameondoka kwenye kikapu. Ameenda kwa nini? Kwa ghala. Kwa hivyo unaweza kuwa umebarikiwa kikapu lakini hamna kitu kwenye ghala. Na unaweza kuwa kwenye ghala huko na kila kitu lakini kwenye kikapu hauna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukikuwa na loan ya 200 million kwa bank ni zako. Sasa uko na pesa zimejaa but not a blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana ataagiza, sio utafanya bidii. Hello. 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 Bwana ataagiza. Atafanya nini? Atafanya nini? Ataagiza. Umesikia ni bosi yako ataagiza? Ama ni muhindi ataagiza? Bwana mwenyewe ataagiza juu ya ghala zako. He will command. Bwana Yesu asifiwe sana. He will command. Store yako ikuwe na pesa. Yaani utaenda ufungue account unakuta iko na 10 million. Hallelujah. Utaenda kuangalia account ukute iko na 2 million. Iko na 3 million. Yaani mpaka unashindwa hii pesa ilitoka wapi? Unasikia unaitiwa kazi hii, unaitiwa kazi hii, unaitiwa kazi hii, unaitiwa kila kitu. Yaani unakuta pesa zinang'ang'ana kuingia kwa account. Mpaka manager wa benki anakuita, anakuuliza, "Are you aware there is money coming?" Unamwambia sijui vizuri, kuna pesa na nilikuwa nimesikia naweza kupata, let me call first. Unapiga DOD unauliza, "Kuna pesa mumeweka?" Tumeweka na hata kuna zingine zinawekwa saa hii. Unapiga kwa NYS unauliza, "Kuna pesa mlikuwa mnaweka?"
tumeweka, lakini hiyo tumeweka kidogo. Ile ingine inawekwa saa 8. Because God will have commanded. Mungu atakuwa ameagiza wale wako nazo ambazo ni za baraka zako, wale ambao wako nazo ambazo zinakuhusu. He will tell them, now release. This man is my friend. Hallelujah. He will tell them, now release. Magavana wataachilia, maseneta wataachilia, mapresident wataachilia, wakubwa wa anga wataachilia, mabanki watakutafuta, wataachilia, maana watakuwa wameagizwa. Achilieni huyu mtu, sasa ni rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahida mako agane madhira. Na kama utaendelea kuwa maskini hapa, I'm telling you for sure, I'm inviting the spirit of Peter akuje hapa. Napanga. Si akuje bure. Peter ukuje. Na ukuje napanga. Tungoe watu hapa. Mimi sitakaa na maskini kwa hii kanisa. No, nimekataa. Wewe ambao uko na roho ya umaskini, tafuta kwingine kwa kwenda. Tumefunguliwa milango. Tumefunguliwa kila kitu. Labda umelaaniwa ukalaanika. Hata wale wamelaaniwa milango Mungu ameagiza. Because of me, because of my favor, God has commanded them. Kukuja hapa tutolea na dhina to ginya. Temudo mahoda after 50 unakuta mtu ametoka 50. Na zika 50 kamupia. Nikamuse kametembea na makaga 500 utago kakuja dunia hii. Mpaka kamechoka kanauliza gahuro kali. Inua mkono wako juu. Sema kutoka leo, roho wa umaskini uondoke kwangu. In the mighty name of Jesus Christ. I will share. I will give them because I have them. I will be a blessing to my people, to my society. I will be a blessing to this world. I will be a blessing to my country. Sema amen. Unajua tumeambia, we have commanded, we have told Kenya, tumeambia Kenya, I will be a blessing to you. So Kenya utapatiwa vitu ndio ubariki Kenya. Yes. Sasa simeona akina sinaigwa. Yes. Na hata Mugamba kwenda ndo mdogo. Yes, mpigieni makofi. Bwana ataagiza ghala zako juu ya kila kitu utakachoguza. Point number 2. Unahitaji tu kuguza. Na iko ready? Unahitaji kuguza. Endo uguze, sikiliza. This week uende NCM inaitangwa GM General Motors kule kwa Maisusu zile maroli makanta. Uende this week. Unajua inakuwa wapi? Ndio kule korago Mombasa Road. Uende huko, uende kwa reception. Umesikia? Uende reception. Ukiingia reception, waambie wakutembeze, uende uguze tu gari moja. And leave it to God. Ghala zako na juu ya kila kitu utakachokikuza kwa mikono yako, Bwana Mungu wako atakubariki katika nchi. Simuzome. Are we together? Ekati ya hujiria ndo matari huko. What kind of a people are you? Yani si usome tu tuelewane. Bwana Mungu wako atakubariki katika nchi gani? Kenya. Kuna nchi Mungu amepanga kukupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali Mungu amekupangia. Kuna kitu Mungu amekupangia. Na katika hicho kitu Mungu amekupangia ndio anaenda kubariki wewe. Chochote utakachokiguza, chochote utaguza, unaenda kupatiwa. Sijui kama mtanielewa vizuri. Ni watu wa amen hapa. Nataka kusikia amen iliyo na mazao. Bwana asifiwe sana. Hapa si I'm commanding. Sema commanding. I am commanding, I'm not preaching. I'm not your pastor. Nene mkatafute mapasta.
Bwana Yesu asifiwe sana. I am commanding wealth to come to you. I am commanding money to come to you. I am commanding resources to come to you. I am command mawe huko chini, ma gemstone, ma green garnet, ma sulfire zote zitoke chini zikuje kwako. I am commanding gold. Mahali huko gold tafuta watu wa Mungu. I am commanding mercury. Mahali huko mercury tafuta watu wa Mungu. Hatutaanza kwenda kuabudu manyoka ndio tupate mercury. You say I want mercury na mercury inakuja. You say I want money na money inakuja. You say I want to travel to where? Europe. Na nimesikia kitu. I will travel this week to Europe. This week. Sio kwenda kutafuta watu. Sio kwenda ati kutafuta washirika huko wanipatie kamchago. Ninaenda kukaa 7-star hotel. Nikule na nikunywe na ni swim in the snow. Moko igwate. Niko dehera tikiti. Lidia niko dehera tikiti. Turaleria. Turadi kwaleria ko. Turaleria. Nenda kodora shoro yake. Niko teidia ko dehera tikiti. Kana acha. Niko dehera tikiti. Ugaye kana acha. Na uradi mu mirago ya kwihiguke. Kai yakurihira mathire maku mothe. Wewe ni ukoteithia kundihira tigiti. Kana acha. Dio ine kogothie, dio sijui lakini nitaenda. Utanisaidia kunilipia tikiti? Utanisaidia kunilipia tikiti? Ni wangapi nimechagua? 1 2 3 4. Nani mwingine angependa kunilipia tikiti? Nani mwingine angependa kunilipia tikiti? Yes, na wewe. Nani mwingine? Just inua tu mkono wako. You don't know what I'm doing. Inua tu mkono wako. Simameni. Wale wamesema atanilipia tikiti. Simameni. One thing I want to assure you, sijui kule naenda, lakini this week I will travel. Sijui, but I will travel. Bwana Yesu asifiwe sana. I will go. Hata kama nisikubiri, nirudi hapa. Nitapiga picha nikiwa huko. Na nita make sure nimekutana na president wa kule nitaenda. Wachana na huyu wenu na Marigo na kuna kitu ako nayo. Haya, utacoordinate. Charity, utacoordinate hao, uandike hao wakupatie hiyo pesa unilete. Tukimaliza kaeni chini. Mungu akufungulie chochote utakachokiguza ambacho ni international. Na milango yako local and international ifunguke. Mahali popote utataka chochote utataka cha Kenya ama cha nje ya Kenya, Mungu akupatie. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani toki nyeteko. Kila kitu utakachokiguza kwa mkono wako, Bwana Mungu wako atakubariki katika nchi anayoenda kukupatia. So there is a place God has made for you. It is not the place you know. There is a secret place that God has prepared for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende 9 quickly. Bwana atakufanya kuwa taifa lake takatifu. Not only getting the earthly things, but you'll be qualified to become a holy nation. Bwana Yesu asifiwe sana. You'll be qualified to become a holy girl. You'll be qualified to become a holy man. That righteousness will walk with you. Wherever you go, mahali popote utaenda, righteousness, utukufu wa Mungu utaandamanika pamoja na wewe. Ukiingia kama unaingia nchi ya Kuwait, mahali hawajui Yesu, watatambua Yesu wako. Ukiingia Saudi Arabia, mahali hawatambui Yesu, watamtambua. Watakuwa wakikuangalia wanaona Yesu. Wanakuuliza, I can see light in your face. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale mafamilia member wanakuangaliaga wanaona ni kama kinyoka mbele yao, watakuja wakakobia na we muradhime. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale walikuangalia kuna yule mama waliokuchukia, hiyo mbona ibako, waliokudharau, haleluya, hiyo mnajua, waliokudharau siku moja watakuheshimu. Nani mwimbaji hapa? Si unigawie hiyo kipawa kidogo. Wewe sense. Dokeda dhimeonyi ojekelea uini. Yuko. Ndio ngoja kuina. Waliokudharau ukuweka vizuri. Ukuweka vizuri. Ama ni muda. Nitoe dhabihu. Nitatoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atakufanya kuwa taifa lake takatifu.
kama alivyokuahidi kwa kiapo. Kama ukishika maagizo ya Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake, hii nakwambia tunayazungumzia kwa kiapo ya Mungu. God is swearing to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Verse number 10. Hello. Am I having people in this church? Hello. Kisha mataifa yote ya dunia wataona kuwa unaitwa kwa jina la Bwana, nao watakuogopa. Mataifa yataona unaitwa kwa jina ya Mungu, nao watakuogopa kwa sababu ya yule Mungu wako ndani yako. Eniatia. Ani watakuogopa. Si unajuanga watu hata mimi wananiogopa. Uliza huyo madam. Si ulifikiria sana kabla ukuje huko? Mpaka ukaoba. Mpaka ukainiforufu watoto wako. Na watu uogope ndio ukuje hapa. Ulikuwa unaogopa nini? Sio hiyo the past. Ni yule Mungu wako ndani yangu. Yes. Kama unajua the past na past ilienda kitabu, unaogopa nini? There is that God command in your heart that wherever I'm taking you to my man, and this my man I have blessed him. Unajua ni kwa nini unaogopwa? Unaogopwa kwa sababu ya ile mali uko nayo. The reason you are being feared, it is because what you are commanding hapa duniani. Mashamba una command, mambuzi una command, mapesa una command, authority you have it. That is why they will fear you. They will not fear you because you are a prostitute or because you are a criminal. They will fear you because of the stature. Yani unaniona kama sasa mnaniona aje? Am I looking smart? Am I looking beautiful? Thank you. Twende verse 11. Bwana atakupa kustawi kwa wingi. Yani the growth. God will spur growth onto you. God will spur wherever you are going, whatever you are doing, kila kitu utaguza. God will spur growth. Atachangia kukua kwako, atachangia kubarikiwa kwako, atachangia kufanya ili tu kukaa venye Mungu anataka. Bwana atakupa kustawi kwa wingi katika tunda la uzao wa tumbo lako. Yani watoto wako watabarikiwa. Watoto wako Niona kama sasa mimi nafurahigi. My children are blessed. Bwana Yesu asifiwe sana. All your children are going to be blessed. Bwana Yesu asifiwe sana. Milango itafunguka hapa injini na kule nje. Watoto wako watabarikiwa. Watoto wako hawatatumika kama mateka. Hawatafanya kazi ya mateso. Wataishi na watakula matunda mazuri. Uzao wako utabarikiwa. Uzao wako, sema uzao wangu, utabarikiwa. Yani utakuwa unatembea mpaka watu wanafikiria ni maringo, kumbe uliinama kwa sababu ya baraka zilikuinamisha bali moja. Mungu alisahau akakosa kuweka balancing mzuri. Hii migi ikakuwa migi kuliko hii. That is why unaendaga kama bega moja limeinama. Si ati ni maringo unakuaga nayo, ni venye baraka zimekucha. Oh my God. Katika wanyama wachanga wa mifugo yako na katika mazao yako, ardhi, yani wanyama na ardhi itakukubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanyama na nini? Na ardhi. Hata weroda dhiuige tuthungura hau. Wale mundu kuiga tonyoni, wale mundu kuiga tukwero, weka thungura. Because lazima mkue. Nyinyi wote lazima uende. Hata kama nikashaba kametoshana hivi, weka tukwero, bado ni wanyama. Are you getting me? Fanya nini? Kwako weka tukuku, ikatoshui, onagokwemwe, weka hapo, itabarikiwa. Weka sugura, itabarikiwa. Mumesikia wanaume? Wanaume, hii dunia huwezi kukaa bila mifugo. Kuna baraka inakujaga kwa sababu ya hiyo mifugo. Wewe mothe, igathungura yako ndio na handu hako ikate. Amo ikana wige dutura na dirahoye wetaga gorino sidisi karutira Yesu. Verse number 12. Wow, that's wonderful. Ni saa 8 imefika. Na mtaki kuenda? Si muende.
Verse 12 inasema Bwana atafungua bingu. Sijui kama unajua kama ningekuwa nyinyi ningekuwa nimesimama. Kama ningekuwa mimi ningekuwa napiga nduru. Kama ningekuwa nyinyi ningekuwa nashangilia. Eti bingu itafunguka. Bingu itafunguka. Bwana atafungua bingu. Wewe sijui unakaa na keyboard unafanya nayo nini? Bwana atafungua. Unafanya hivi tundu. Bwana atafungua. Bingu inafunguka. Sasa hii bingu ndio hiyo inafunguka. Bingu inafunguka sasa. Bwana atafungua bingu. Ghala zake za baraka. Tuliza kidogo. Sikiliza. Listen here carefully. Bwana atafungua bingu. Ghala zake za baraka. Ghala za nani? Sio hiya sitika kobe kana au hanyu. Ghala zake ikobe ya gai, ikobe kule binguni itafunguka. Ghala zake baraka Mnaweza kuanza kunisikilia wivu. Sasa mmesikia. Mungu najua anaweza kuweka hapa usikie kwa sababu ya wivu. Wakati Mungu amefungua hii maneno. Sikiliza tusomeni pamoja. Bwana yake what is this? Unaweza kupiga yeye teke. Haya. Ni Bwana Yesu amefungua milango yote, amefungua ya kwenda ng'ambo, amefungua baraka zako, amefungua watoto wako, amefungua mashamba yako, amefungua baraka zako, amefungua Bwana Yesu, amefungua Bwana Yesu, amefungua milango yote, amefungua Bwana Yesu, amefungua Bwana Yesu, amefungua makofi juu mashamba yako, amefungua Bwana Yesu, amefungua upanda ndege, amefungua baraka zako, amefungua za watoto wako, amefungua za huduma yako, amefungua na kazi yako, amefungua Bwana Yesu, amefungua Bwana Yesu, amefungua baraka zako, amefungua utajiri wako, amefungua na pesa zako, amefungua kufanikiwa, amefungua milango yako, amefungua iliyofungika, amefungua iliyofungwa, amefungua Bwana Yesu, amefungua Bwana Yesu, amefungua milango yako yote, amefungua baraka zako zote, baraka zako zote, amefungua na pesa zako zote, amefungua utajiri wako wote, amefungua Bwana Yesu, amefungua Bwana Yesu, amefungua Bwana Yesu, amefungua Bwana Yesu, amefungua hakuna ng'ambo, amefungua upanda ndege, amefungua na biashara, amefungua na biashara, amefungua mjenga nyumba, amefungua na pesa zingi, amefungua Bwana Yesu, amefungua
kazi amefungua, utajirika amefungua, akaunti zako Inua mikono juu. Inua mikono yako juu. amefungua, Bwana Yesu amefungua, Leteni sadaka zenu. amefungua, na biashara amefungua, nakwenda ng'ambo amefungua, kupanda ndege amefungua, na banki zako amefungua, na pesa zingi amefungua, za watoto wako amefungua, za wazazi wako amefungua, za maisha yako. amefungua, Ni Bwana Yesu, amefungua, ni Bwana Yesu leo, amefungua, ni Bwana Yesu leo, amefungua, milango yote, amefungua, milango yote, amefungua, milango yako amefungua, iliyofungwa, amefungua, iliyofungwa, amefungua, iliyofungwa, amefungua, biashara zako, amefungua, magari yako, amefungua, magari yako, amefungua, upanda ndege, amefungua, kwenda ng'ambo. amefungua, Ni Bwana Yesu, amefungua, piga kelele. amefungua, Ni Bwana Yesu, amefungua, ni Bwana Yesu, amefungua, milango yako, amefungua, biashara zako, amefungua, kibali chako, amefungua, baraka zako, amefungua, baraka za watoto wako, amefungua, baraka za watoto wako, amefungua, baraka za familia, amefungua, baraka zako mama, amefungua, baraka zako baba, baraka zako baba. amefungua, Ni Bwana Yesu, amefungua, ni Bwana Yesu, amefungua, ni Bwana Yesu. amefungua, Usiogope, amefungua, usiogope, amefungua, usiogope, amefungua, usiogope. amefungua, Na pesa zako, amefungua, na kazi yako, amefungua, biashara zako. amefungua, Ni Bwana Yesu, amefungua, ni Bwana Yesu. amefungua, Usiogope mama, amefungua, usiogope baba, usiogope dada, usiogope mama. Biashara zako, maneno yako, biashara zako, na pesa zako, na kazi yako. Shangilia, shangilia, shangilia. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nitabarikiwa, mwaka
shamba yangu yatabarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nitabarikiwa. Akaunti zangu zitabarikiwa. Mwaka huu nitabarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nitabarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wangu. Mwaka huu nitaendesha magari. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nitabarikiwa. Mwaka huu nitaenda ng'ambo. Mwaka huu nitainuliwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nitabarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu nitabarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nitabarikiwa. Wa Bwana, mwaka huu nitaenda ng'ambo. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nitabarikiwa. Nitapanda ndege, nitaenda ng'ambo. Mwaka huu ni mwaka wangu mimi. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nitabarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wangu. Mwaka huu ni mwaka wangu mimi. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nitabarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu nitainuliwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana, mwaka huu nitabarikiwa. Hakuna silaha yoyote iliyotumwa kinyume changu itakayofaa. Sema hakuna Silaha yoyote iliyotungwa kinyume chetu 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 itakayofaa. hapo kwa kinyume chetu. Nataka useme kinyume changu. Nataka useme mimi mwenyewe hakuna silaha iliyochuma kwangu itafaulu. Sema hakuna Silaha yoyote iliyotungwa kinyume chetu itakayofaa. kinyume changu. Hakuna silaha yoyote iliyotungwa kinyume changu itakayofaa. Sema Hakuna silaha yoyote iliyotungwa kinyume changu itakayofaa. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on. I'm pressing on to I am one. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on. I'm pressing on to a higher mountain. I am pressing on. 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 I'm pressing on to a higher mountain. I
Mimi sitazami nyuma, tazama Yesu kiongozi wangu, nami nitakuwa mshindi. I am blessing you. I am praising God. Blessing you. I am praising God. I am praising God. I'm praising God to I am God. I am blessing you. I am praising God. Blessing you. I am praising God. Blessing you. I am praising God. I'm praising God to I am God. Hebu kaeni chini kidogo. Kaeni, mtarudi, mtasimama tena. We have to celebrate. We have conquered. We have seen it. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Tumevuka. Sema tumevuka. Tumevuka kule kwa shida. Tumeenda upande huu mwingine kwenye baraka za Mungu. Now I want to do something very important. When every time they celebrated another 1 year, a shofar was blown. How many times? 7 times. Ku symbolize nini? A new beginning and the completeness. Sasa mutasimama. Tukisimama naye Buju, tutakuhesabia. Usifanye, najua hii kitu haijatoka kabisa. Lakini tusaidiane tu hivyo liko. Sasa utapulisa mara 7, nitakuhesabia 1. Na nyinyi msimame. Tukisema 1, mnasema amen. Akipulisa akimaliza mnasema amen. Maana complete 1, complete 2, complete 3, complete 4 mpaka 7. Si ndio? Alafu tutapulisa ya 8 yangu. Number 8. Number 8 is what? The new beginning. Sasa twende. Sasa simameni basi. Ama mnataka kubebeleza? Si msimame. Wana wa Mungu si msimame. Haya. Tuanze Buju. 1. Unamaliza. 2. Amen. 3. Unainua mikono juu. 4. Amen. 5. Amen. 6. Amen. 7. Amen. 8. Hallelujah. Simama tu hivyo. Simama tu hivyo. Unajua hii ni sherehe ya mama, wacha nifanye yangu. Sasa kujeni, nyinyi mko hapa, kujeni hapa. Kujeni hapa nyuma, nyinyi yote. I'm going to light candles. These are 12 candles representing the 12 tribes of Bwana Yesu asifiwe sana. Because we are taking over the revival. And the revival is being guided by the 12 tribes of Israel. Yes. And from today, we are taking over the revival. So we are lighting the candles za revival. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka kiberiti. Nipatie kiberiti Buju. Na usiweke kwa mfuko. Najua wewe unaweza kufanya vituko anytime. The people standing before me. Tuko na wamama, wazee, tuko na wababa, tuko the middle age, and we have children. The representation of all generation. The generation to speak the gospel, to speak the revival, to speak the plan of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui tungepata. Mnaona hapa mbele? Mnaniangalia ama mnaona? Sasa tutaekelea nini? Now as I light, nitaakisha moja baada ya nyingine. Mtu wa keyboard utatusaidia. Na mtu wa vuvuzela utatusaidia. Nikiakisha moja unapiga. Sasa wewe wacha na watoto. Tunajua wanakupenda. Kuja hapa mbele. Unajua hii kitu na watoto wanapendana. Hii kitu nyoka na watoto wanapendana na mtu wa hiyo kitu. Sasa nikiwakisha moja unapiga vuvuzela 12 times. Ngoja. Haya, twende.
Moja. Mbili tena. Ngoja sasa. Nimeelewa. Twende tu mosi mosi. Ninulie itu kamba. Inua hii kamba. Twende. Sasa tulia. Inueni mikono yenu juu. Wewe endelea na yako. Nitakuhesabia 1 mpaka 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Makofi. Thank you. Imeandikwa kule biguni. Saizi we have commanded every manner of breakthrough upon you. Every manner of breakthrough. Kama ni finances, sema tick. Kama ni finances, kama ni marriage, kama ni ministry, kama ni revival, kuchukua inchi, kila kitu. Thank you. Thank you. Simameni tu hapa. You know you are representing tribes and we are representing gender. Ninyi hapa ni washahidi. Yeah. Today, what is the next step? It is yours. Ako bimuzea dia. Evile komode. Toshoke mwana huyo. Yeah. Wewe angawa holiro ginya. Higo ya mau. Yes. Wainamishia hapo isigonge juu. Ileteni tu. Angalia, chungeni juu. Lete tu hivyo. Lete tu. Yes. Chunga ta. Najua mzee ni mfupi kabisa mpaka haoni juu. Wekelea tu hapo, weka chini. Thank you. Mukugate. Nitwa kurengera federa ya kuma burulini mpaka leo. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you very much. Sasa tunaingia part 2 na hiyo part. Asanteni. Tunaingia kwenye part 2 na hiyo part 2 ni ya kina mama. Naona hapa kuna keki. Do you know how to moderate mambo ya keki? Kwa hapa katikati nani anajua mambo ya keki? Kata. Wachana na charity. Nataka mtu mwingine. Any neutral person hapa. Kata na we kiawa. Niko hata kulegiria keki. Ndiye ndaigwa kiawa kena guoya. Ndiye ndaigwa kiawa kena guoya. Kanwa gire guoya. Nimakwendeire sasa charity kuja sasa. You will explain where this cake zimekuja kutoka.
Hii imeletwa na mtu anaitwa Agnes. Pigieni Agnes makofi. Yeah. Hawako, unajua nilikuwa mnajua hamjui. Yule mtu niliambia wa kwanza kabisa, niliambia nani? Agnes. Agnes akaniuliza tufanye nini? Nikamwambia tumia akili yako. Tumia nini? Atumia akili yako. So akajitumia akili yake. Kwa hivyo tunamheshimu kwa akili yake. Simumpigie makofi. Hallelujah. We must appreciate her in a big way, in a big manner. Na Jenny yako wapi? Jenny yako hapa area. Jenny uka. Uka mwana mwari wa nyukwa. Yes. Na hii ingine ni wa mama wa kanisa. Ni kweli ama ni uongo? Church yote. I want us to appreciate the entire church. On behalf of your apostle, appreciate the entire church. This thing you are seeing here is not an ordinary thing. Whatever you have done here, we have done something that has never been done here on earth since the days of Akina Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. You may see something very small, but whatever we have done, bigu imefanya kitu. Bigu imesikia. Tumefugulisha bigu. Sasa kama utakuwa maskini, utakuwa na mateso, ujue wewe umekwisha. Wewe duliho. Wewe dulike? Wewe hauko. So I want to give this to Chiaredi to coordinate from here. Alafu huyu ni kiawa mwenzangu. Sasa na kiawa mwenzangu akuje tuashirie. Unajua sasa hao ndio walikuwa wamenishika huko. Na hii kiawa ingine iko wapi? Kiawa ingine iko wapi mule? Nimeenda wapi? Makiawa wote wakuje, kuja wewe. Wewe kiawa. Kuna kiawa ingine hapa? Kiawa ingine. Mnajua kiawa ni nini? Mtakuja kujua next time. Joel. Joel alienda wapi? Ni kiawa pia, hii ni kiawa. Unajua hawa ndio tulikuwa, hii ni Mogeke. Si ndio walikuwa amenikamatia anga na huko? Sasa nataka waachilie anga yangu. Si ndio? Na ile maina yao jega. Lakini msimuliama kwa maina. Lakini maina amekamata anga. Najua ile kiapo tulikuwa tunakula. Si unakumbuka? Si wewe ulikula kiapo? Si wewe ulikula kiapo? Hata wewe si Musa si ulikula kiapo? Si unaona sasa hizi maanga nyingi zimekukamata na vitu nyingi around you. Unatumia wale watu walihusika kukusaidia kuvunja hizo maanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hii mtaongozwa na pastor pamoja na wewe katika kuendelea hiyo kazi. Na Mungu awabariki. Agnes, may God really bless you. You are one of a kind. Akina wa mama na nyinyi, may God bless you. You are one of a kind and may God really awatukuze, awabariki in whatever you endeavor. God love you. God protect you. God guide you. Asante sana. God bless you. Happy birthday, dear Apostle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Apostle. Happy birthday to you. How old are you now? 16. How old are you now? Happy birthday, dear Apostle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Apostle. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday, dear Apostle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Apostle. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, dear Apostle. Happy birthday to you. May you have many more. May you have
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Apostle. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Apostle. Dear Apostle. Happy birthday, dear Apostle. Dear Apostle. Happy birthday, dear Apostle. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Apostle. Happy birthday To you, happy birthday, dear Apostle. Happy birthday, dear Apostle. Dear Apostle, happy birthday, dear Apostle. To you. Happy birthday To you, happy birthday, dear Apostle. May you have many Many, many more. May you have many, many more. and may you have many Many, many more. May you have many, many more. Happy birthday To you, happy birthday, dear Apostle. Keki sio ugali. Sio ugali, hata keki sio ugali. Hata keki sio ugali. Sio ugali, hata keki sio ugali. Ugali. Hata keki. Hata keki sio ugali. Hata keki. Hata keki. Acha na nijibu. Nami hatujaomba huwezi kata mpaka tuombe. Ombeni sasa. Ombeni sasa. Ombeni sasa. Tukule keki. Ombeni sasa. Amen. Praise God. Wacheni tubariki keki. Baba, tunakushukuru Mungu wetu kwa siku ya leo. Tunakushukuru ni kwa sababu ya kutupenda jinsi hii. Tunakupenda Mungu wetu ni kwa sababu ya hii sikukuu ambao tunasherehekea apostol wetu anapovuka mwaka mwingine. Hatuchukui ni kawaida, tunajua kwamba ni baraka zako. Mbele yetu umetubariki na keki, ni chakula, tuko na soda, Mungu wetu ni kinywaji. Tunaposhiriki pamoja, wacha zikawe baraka kwa hii nyumba, zikawe baraka kwa miili yetu na zikawe baraka kwa hii huduma. Zikatuunganishe tukawe mwili moja, tukakae na upendo wako. Na ni kwa jina la Yesu tuomba na tuwashukuru. Amen. Karibuni msherehekee. Sasa twende kata keki. Kata keki sio ugali. Sio ugali, kata keki sio ugali. Kata keki sio ugali. Sio ugali, kata keki sio ugali. Kata keki. Kata keki. Kata keki sio ugali. Kata keki. Kata keki. Kata keki sio ugali. Kata keki tukule sasa. Tukule sasa, kata keki tukule sasa. Kata keki tukule sasa. Tukule sasa, kata keki tukule sasa. Hiyo ni keki sio ugali. Sio ugali, hiyo ni keki sio ugali. Kata keki. Kata keki. Kata keki sio ugali. Kata keki. Kata keki. kata keki sio ugali. Happy birthday to you, Apostle. To you, Apostle, happy birthday to you, Apostle. Happy birthday, dear Apostle. Dear Apostle, happy birthday, dear Apostle. Happy birthday To you, Happy birthday to you, happy birthday, dear Apostle. Happy birthday To you, Happy birthday to you, happy birthday, dear Apostle. Kata keki tukule sasa. Tukule sasa,
tukule sasa. Kata keki sio ugali, Sio ugali, kata keki sio ugali. hiyo keki ni tamu sana, Ni tamu sana, hiyo keki ni tamu sana. hiyo keki ni tamu sana. Ni tamu sana, hiyo keki ni tamu sana. Kata keki, Kata, kata keki, kata, kata keki sio ugali. kata keki, Kata, kata keki. kata, kata keki sio mokimo. Tunakupenda, Sana, tunakupenda, sana tunakupenda aposto wetu. tunakupenda, Sana, tunakupenda, sana tunakupenda aposto wetu. tunakupenda, Sana, tunakupenda. sana tunakupenda aposto wetu. Kula keki ni tamu sana, Ni tamu sana, kula keki ni tamu sana. kula keki ni tamu sana, Ni tamu sana, kula keki ni tamu sana. ni tamu sana, Sana, ni tamu sana. sana, kula keki ni tamu sana. Ni tamu sana, Sana, ni tamu sana, sana, tamu kula sana. keki ni tamu sana. Tunakupenda, Sana, tunakupenda, sana tunakupenda aposto wetu. tunakupenda, Sana, tunakupenda. sana tunakupenda aposto wetu. Piga kelele, tunakupenda. Aposto wetu. Shangilia, Shangilia aposto wetu. shangilia, Shangilia aposto wetu. tunakupenda, Sana, tunakupenda. sana tunakupenda aposto wetu. Piga kelele, Piga kelele aposto wetu. kula keki, Kula, kula keki. kula, kula keki aposto wetu. Ni tamu sana, Sana, ni tamu sana, sana ni tamu sana, aposto wetu. ni tamu sana, Sana, ni tamu sana, sana ni tamu sana aposto wetu. ni tamu sana, Sana, ni tamu sana. sana ni tamu sana aposto wetu. Hata sisi tupewe keki, Tupewe keki, hata sisi tupewe keki. waimbaji wapewe keki, Wapewe keki, waimbaji wapewe keki. Watapewa, watapewa wakiwa wa mwisho. keki ni tamu sana, Ni tamu sana, hiyo keki keki, ni tamu sana. hiyo keki ni tamu sana, Tamu sana, hiyo keki ni tamu sana. hiyo keki ni tamu sana. Ni tamu sana, hiyo keki ni tamu sana. Happy birthday apostle wetu, Aposto wetu, happy birthday aposto wetu. tunakupenda, Sana, tunakupenda, sana tunakupenda aposto wetu. tunakupenda, Sana, tunakupenda, sana tunakupenda aposto wetu. uishi sana, uishi sana, Sana uishi sana aposto wetu. uishi sana, Sana uishi sana, sana uishi sana aposto wetu. uishi sana, Sana, uishi sana. sana uishi sana aposto wetu. Waimbaji wamepata keki, Tupata keki, waimbaji wamepata keki. waimbaji wamepata keki, Wamepata keki, waimbaji wamepata keki. tunasema
tunasema asante sana. Asante sana, tunasema asante sana. Uturuhusu tukule keki, uturuhusu tukule keki. Asante. Haka peleke kichwa mbele niongeze ingine. Wekea hawa wazee. Nina alcoholic. Hiyo mshumaa itaanguka vibaya. Yes. Sawa. Utapatiwa microphone. Umewekea wazee? Chukua tu glasi tu. Hizo tu. Waimbaji tupewe waini. Waimbaji tupewe. Mutaso mukipewa waini mutafogodha. Kuonja kidogo. Kidogo. Tunataka kuonja kidogo. Wapatie kafanta gaka. Tupewe grasi mzima. Tupewe kawaini. Tupewe waini. Cheers. Long live. Yes. Mother, cheers. Uga cheers. Lehe, bote ukuda. Tuga cheers. Muda hutitagi ogo cheers. Ukawa long live. Joy ni areda. Nakia kanithe thiraga na ihenya ugu. Yes. Lete ni tu cheers pamoja. Raina haha. Watamaliza. Musikunywe. Bai mutige kunywa. Sasa kujeni hapa. Wazee, abotige muthe. Tukale haha. Cheers, Lehe hamwe. Hutithia giradi ni yakwa. Hutithia. Cheers. Good health, long life, and prosperity to our apostle. Good life, good health, long life, and prosperity to our dear apostle in Jesus' name. Amen. Thank you. Nani yako kwa screen? Diru. Weka kwa stand. Hiyo utamaliza. Watoto, mmepata keki? Twendeni pale nyuma. Pale nyuma hivi. Twendeni pale nyuma. Kama mmepata keki, pale nyuma. Huko. Wewe. Huko nyuma kabisa. Wapeleke huko nyuma pale wanakaanga. Kuna kitu. Ako wapi koki? Kila mtu amepata keki? Yeah? Thank you. Next time nitawachinjia kabusi. Sikuwa nakumbuka nilizaliwa tarehe 2. Nilikumbushwa na mtu ameniambia ati unakumbuka ni wewe ni wa tarehe 2. Sasa ningechinja busi kama 20 hapa tukule. Reda gudhie kuoya musuma. Kuna tabia baya. Unajifanya wenye huko. Thank you. Koki take over.
Haya, tusikizane. Asante sana baba wetu kutulisha chakula siku ya leo. Mungu akubariki. Kwa kuwa ni kasafari ambao umetembea kuenda mwaka mzima, si jambo rahisi. Ni kweli. Kule nyuma nataka mnipe masikio. Hata kama soda iko, mnipe masikio. Bwana asifiwe. Niletewe hicho kikapu hapa. Tubariki mtu wa Mungu. Tusil hiyo keki tumekula na hiyo sherehe tumesherekea. Kwa sababu Yesu ako na uwezo. Leta ile kitu uko nayo ili tubariki mtu wa Mungu. Niletee hiyo kikapu tafadhali. Bwana asifiwe. Jiandae ukuje, hata uwekelea hapa kwa madhabahu bado ni sawa. Kama kikapu kiko mbali. My dear, kikapu iko wapi? Hey. Yeah. Imekuja, iweke hapa. Njoo na sadaka yako weka hapa. TV. Yeah. Tulete sadaka zetu tuweke hapa. Jared, nangojea uweke mkono wako hapa. Kila mtu atembee kwa hii kikapu, hakuna mtu atakuletea. Kuja unyakue baraka yako. Amen.